itafute uitazame. Kwa hiyo Siri atakachofanya, ataingia kwenye conversation yako, kwenye chat zako zote, atascan, then atakuta hiyo conversation, ataenda ataingia kwenye, kwa mfano labda ni movie, ataingia labda kama ni Apple TV, atasearch ile movie mwenyewe behind wewe auoni hizo processes zikiwa zinafanyika. Atasearch, ataiplay moja kwa moja, itaonekana kwenye Apple TV yako, kwa mfano kama utakuwa umeruhusu labda ni Apple TV au ni YouTube original vyovyote. Au kwa mfano ni podcast, ataiplay moja kwa moja kwenye labda ni Spotify au ni Apple Podcast, kitu kama hicho. Kwa hiyo kwenye upande huo wameredesign na features nyingine nyingi tu, lakini nyingi tutakuja kuelezea kwa ukubwa kwenye video nyingine, lakini kwenye hii kwenye upande wa Siri ni hiyo. Lakini pia wameboresha kwenye UI interface yao ya Liquid Glass. Sasa hivi wamekupa uwezo wa wewe kuweza kucontrol transparency ya Liquid Glass, kama utataka iwe clear kabisa au kama utataka iwe faint kiasi fulani. Kwa hiyo kwenye Liquid Glass sasa hivi unaweza ukabadilisha intensity, ukitaka ifunike kabisa au iwe clear kabisa, unaweza ukabadilisha wewe mwenyewe, kwa sababu kuna baadhi ya watu walilalamika kwamba wengine walikuwa wanasema kuna baadhi ya maneno hawezi kusoma kwa wepesi au na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hiyo wabe clear kabisa. Kitu kingine, kuna hii wanaita password app. Kuna application ya password wameipa uwezo. Kwa hiyo itachofanya, itascan application, itascan website zako zote ulizowahi kuingia, then itascan zile password, itagundua weak password ambazo zilikuwa ni nyepesi au zilikuwa sio strong, itazigundua zote, then itachofanya yenyewe sasa, itaingia kwenye zile website, itaenda sehemu ya kubadilisha password, itaingia kwa kutumia ile password yako ya zamani ambayo yenyewe imegundua sio salama, itaingia kule na itabadilisha, itakuwekea password mpya ambayo itakuja kukuambia baadaye. Kwa hiyo kila utakapotaka kuingia utakuwa unatumia ile password mpya, au yenyewe itakuwa inaingia moja kwa moja. Japo watu wengi wanakuwa wanasema kwamba sasa hapo itakuwa maana password haipo, kwa sababu password ilibidi iwe siri na ifahamu mimi mwenyewe, nimeitengeneza au nimeifikiria mwenyewe kutokana na sababu zangu binafsi. Lakini sasa simu inakutengenezea password yake na ina save hiyo yenyewe. Kwa hiyo watu wanahisi kwamba ile dhana ya password inakuwa haipo kwa sababu sio mali yako binafsi. Okay, kitu kingine ambacho ya Apple wameupdate kwenye vifaa vyao ni kwenye photo editing. Kwa hiyo sasa hivi kwa kutumia ile application ya photos unaweza ka-edit picha zako. Na tunafahamu mwanzo ulikuwa una edit, kwa mfano unaondoa kitu, kwa mfano background inakuwa mess, yani inakuwa mbaya kabisa, haistahili hata